Bina mabwana, wavulana kwa wasichana, leo tupo kwa Msafi Given. Tunataka tupige story. Changamoto tunazopitia, mtaji ilikuwaje, ushauri na wapi. Na ukitaka kufanya biashara kama hii, ni mtaji kiasi gani uanze nao. Bwana Msafi, tunakuomba hapa ukaribie kidogo. Yes. Tupate kupiga story moja mbili tatu. Yo. Ungekaa kwa hapa hivi au kaa? Aha. Kwa hapa hivi. Mambo vipi kaka? Huyu kama kawa. Kama kawaida. Kama kawaida. Wanakuita nani mwanangu? Wanapenda kuniita Msafi Given. Msafi Given. Yeah. Kama mnavyoona nimekutana na tajiri au Msafi mwenyewe, Msafi Given. Kama ushapita pita sehemu ukaona kuna bajaji labda imeandikwa Msafi Given, tajiri ndio huyo hapa amepoa. Bwana, leo nimekuja na machache. Nataka kujua plani au nani alikushauri au ulipata idea gani mpaka ukaamua kufanya biashara hii. Lakini pia kwenye biashara kuna changamoto, lakini pia kuna faida. Tunaanza na changamoto, tunaanza na aliyekupa plani, then tutafuata changamoto, lakini pia tutafuata faida yake. Na unawashauri nini vijana wenzako ambao wanatamani kufanya biashara kama hii lakini hawana mtaji wa kuanzia au hawana mtaji mkubwa wa kutosha? Aliyenipa plani ni best yangu mmoja hivi na mkubali sana, siwezi nikamtaja. Ni best yangu tu aliyenipa plani. Sasa imekaa kisomi zaidi. Na hii biashara changamoto zipo kibao, changamoto nyingi sana kulingana na mali unavyonunua. Unaweza kununua unaenda kwa mteja, inakuwa changamoto. Unapoenda kwa mteja inabidi ufuate misingi ile, unamuuliza kwamba ana nani, ana receipt bidhaa anayouza kama sabufa au TV. Sofa zina shida, mbao zile hamna shida. Sabufa kama ana receipt unaweza unampiga hata picha na sabufa lake, au mnaenda ofisi za mtaa mnaandikishana tu, inakuwa unyamwezi sana. Mfano hana sasa na mzigo umeuelewa, labda wewe unapiga hesabu zako, kwa huu mzigo anataka kuniuzia, nikichukua mimi nitapata hela kubwa zaidi, lakini hana receipt na mfahamiani. Yanapo kama tufahamiani, unafuata zile taratibu za mtaa, unaenda kwa balozi, kutoka kwa balozi unaenda kwa mwenyekiti, mnaandikishana ofisi ya mtaa kwamba huyu jamaa anauza mali fulani. Mnaandikishana pale ofisi ya mtaa, wanakuwa wanamjua. Kama wamjui, biashara inakuwa imeshindikana. Usitaki upate tamaa za kupata faida kubwa kwa mali kuchukua bei ndogo ambayo itakuja kukupa matatizo hapo baadaye. Na hiyo yote kwenda kwa mwenyekiti, sijui kwa balozi, faida yake nini labda kwa wasiojua? Faida yake inakuwa inakulinda wewe. Ina maana unapoenda kuchukua kitu mtaani kwa mtu, lazima ukutane na balozi. Kama balozi hayupo au mwenyekiti wa mtaa husika, hapo ndo unafuata taratibu zote kwamba huyu kijana, huyu mtu anayeuza bidhaa anamjua. Hapo inakuwa imekaa hivyo. Ambata ikatokea bwana siku chawizi hicho, wewe na wao wenye kesi vyote ulifuatilia, una picha yake, lakini pia mwenyekiti anajua au balozi wa mtaa huo husika anakuwa anafahamu. Hiyo imekaa poa na yenyewe, lakini pia hizo ni changamoto ambazo wanakutana kwenye kazi zake. Sasa mfano wa changamoto nyingine, labda amekuja mteja hana ile iliyokamilika, ila kitu amekipenda, anaweza akawekezea, au huduma ya kuwekezea pia na yenyewe haipatikani. Huduma ya kuwekezea inapatikana, yani kama mtu amekielewa kitu, anaacha hata akishika uchumba, ni advance ile. Alafu anasema kwamba mimi nitakuwa natoa mdogo mdogo ndani ya siku kadhaa. Anakuwa akishamaliza ndo anachukua mzigo wake. Mzigo hawezi akachukua mzigo, anauacha mpaka amalize kwanza ndo anachukua mzigo wote. Hapo imekaa fresh na yenyewe pia imekaa kisomi zaidi. Lakini nataka kujua faida ya biashara yako unapataje wewe ukiwa kama mfanya biashara, aidha umeanza au pia ni una ukongwe kwenye biashara hii? Faida unapata kulingana na mali jinsi ambavyo umechukua. Umechukua kiasi fulani, wewe una nani pale, unapandilia tu kimtindo, yani sio umuumize mwenzako, kimtindo tu unapandilia. Ukiona faida na kulipa ndipo na nani unakiuza hicho kitu. Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba biashara ya udalali, dalali anamlalia yule mteja wake anaenda kumuuzia ili apate faida kubwa. Hii imekaaje hii? Hiyo ni uongo. Hakuna mtu anayelaliwa. Yani mfano hata kama wewe ndugu mnane mojiji mtangazaji. Ndugu wewe mtangazaji, kuna mali yako unauza. Unamwambia hii mali nauza bei fulani, mimi nikikulalia, wewe utakubali kuuza hiyo mali kwa bei hiyo? Sasa unakuta wakati huo mimi nakuwa na shida na hela.
nafanyaje? Na wewe umeshaniambia na umeshazunguka sana, labda wengine wanakuambia bei ndogo zaidi ya hiyo, lakini wewe unaona bidhaa yako hii kwa bei unayotaka wewe upati, lakini umepata mtu ambaye ndio kidogo unaona yeye yupo juu, lakini bado japo unaona umelaliwa, inakuwaje? Na una shida na hela, huwezi kukataa hela. Wewe unalizungumzia kwamba madalali wanalalia wateja wao. Wapo madalali baadhi wanalalia wateja wao kwa kuwa kununua vitu kwa bei ya chini zaidi, hata kama kina thamani ambayo ni nzuri, yeye akiuza anapata faida mara 2 zaidi aliyonunulia. Hiyo napinga. Kusema kwamba madalali wanalalia ni hapana. Ni kulingana na bidhaa anavyochukua, bei ambayo yeye anachukulia na yeye atauzaje. Maana ujue akija mteja anakuja kunichukua nenda nani maskani kwake kuangalia bidhaa. Mimi nampa fedha, mimi nachukua mali, sijui mzunguko wangu utanilini utanani utatoka. Naweka tu mali pale, zinapoa, na maana hela anakuwa anaziona jamaa ameshachukua chake. Hapo inakuwa changamoto zaidi. Kama mnavyosikia jamani, hizo ni changamoto, lakini pia na faida zake kama alivyopenda kuzitaja hapo. Ngoje kwa mara ya mwisho ajitambulishe, anaitwa nani, anapatikana wapi, na ukihitaji nini na nini na nini anaweza kuuza, lakini pia ananunua. Kwa faida ya watu ambao wasijui unapatikana, waambie wapi unapatikana, mitaa unapatikana. Kwa majina anaitwa Msafi Given, dalali wa vyote, posta mzani. Bidhaa nazouza hapa, nauza masabufa, TV, yani kiufupi nauza furniture aina zote na electronic aina zote. Asante sana ndugu yangu Msafi Given. Kwa wasio mjua, huyu ndo Msafi Given, dereva bajaji, lakini kwa sasa ni dalali. Ameamua kujishughulisha na biashara ya uuzaji na ununuzi wa furniture zote na electronics zote. Kwa yoyote anayetaka kufanya biashara naye anakaribishwa. Na ukitaka bidhaa hizi anapata. Kama ukitokea posta unaenda Mizani, unaenda mbele kidogo, mkono wako wa kulia utaona kuna mazagazaga mengi. Hapo ndipo ofisi ilipo ya Wamtani Kitani B13, mtaa Obena, mtaa wa Mama Ngongi. Asante sana.